So our topic today inasema get up little girl. Get up little girl. Get up little girl. So we are going to read the story. Father Jairus patted his little girl's head. It was hot. He frowned. His little girl was very sick. She lay in bed sleeping. She didn't hear the birds singing outside. She didn't see the lights sparkle on the lake nearby. Mom. She didn't run and play with her friend. She could only rest and sleep. Baba Jairus patted his little girl. Yani sunaja, yani alimfanya hivi. Okay? Ilewa kama unalala simweze na kufanya hivi. Mtoto wake mdogo, little girl, okay? She didn't run and play with her friends. She could only rest and sleep. Father was sad. He didn't know how to make her better. The doctors didn't know how to make her better. But Jesus could help. Father ran to find him. Kwa hiyo vile huyu little girl alikuwa kwa mgonjwa, haezi kwenda kucheza, haezi kufanya vitu yoyote, hata madaktari. Daktari watibingi watu. Lakini huyu msichana hapo hata anaweza kutibiwa na daktari. Daktari alikuwa ameshindwa, baba yake hakujua anaweza kumsaidia aje. Lakini Mungu tu ndiye alikuwa anaweza kusaidia huyu msichana. Nani alikuwa anaweza kusaidia huyu msichana? Mungu. Ikabidi tu babake akimbie amtafute Mungu. Atafute nani? Mungu. Atafute Mungu. Father ran into town. Run. He found Jesus in the middle of a very big crowd. He bowed down at Jesus' feet. Everyone stopped and looked. Jairus alikimbia, akakimbia. Akaenda kapata Jesus. Ako mahali in the middle of every big. Akapata Mungu ako kwa mali kuna watu wengi kwa crowd. Unaona juu tulikuwa kwa church. Hapo kwa crowd kubwa. Vile tulikuwa kule mabati. Huko mabati vile watu walikuwa wengi. Sasa Jesus alikuwa katikati hapo. Jairus alienda akaingia hapo ndani akatafuta Jesus. Akapiga magoti. Akafanya nini? Akapiga magoti. Kila mtu akabaki watu wakamshangaa. Watu wakafanya nini? Wakamshangaa. Na safari na story yetu. Then Father said to Jesus, "My little girl is dying, very sick. Please come and put your hand on her." Baba yake kaambia Jesus, msichana wangu, mtoto wangu. Si mnapenda na dadi nyinyi? Msichana wangu ni mgonjwa sana. Naomba ukuje umwekelee mkono. Naomba ukuje mshike tu apone. Then she will be healed and will live. Jairus aliamini Mungu akishika msichana wake, alikuwa na imani. Alikuwa na nini? Imani. Si tunaomba pia sisi tukue na imani. Mwambie kwa Mungu, naambia Mungu heal my mom, si ndio? Father knew Jesus could help. Jesus nodded and smiled. Yes, he would love to make this little girl well. Jairus alijua Mungu tu ndiye anaweza kuponya. Wewe ulishaambia Jesus hivyo. Jesus alifanya tu, alinod tu kichwa yake na akacheka. Unajua kwa nini Jesus alicheka? Unajua kwa nini Jesus alicheka? Jesus anamwamini, anajua yeye tu ndiye anaweza kumsaidia. Yeye tu ndiye anafanya nini? Na Jesus and Father Jairus started walking home. Suddenly a man ran to Father to tell him something. His little girl had been too sick. She had died. Oh. Vile Jesus na Father Jairus walikuwa wameanza kutembea wakienda kidogo tu, watu wakakimbia wakiambia kuna kitu imefanyika. Msichana wako alikuwa mgonjwa sana na amekufa. Na amefanya nini? Na amekufa. Father began to cry. But Jesus told Father to believe. Baba yake anza kulia. Lakini Jesus akamwambia Jairus asifanye nini? Asilie, yeye aamini. Afanye nini? No, shut up, we are in church. Where are you? We are in church. We are in church.
Kaini vizuri. Okay, Jesus was crying because the little girl was dead. Because the little girl was dead. But Jesus told Father to believe. Aliambia Jairus amini. Jesus will help her. Father stopped crying. Could Jesus help his little girl? Yes, he trusted Jesus. He hurried to his house with Jesus by his side. Aliamini acha kulia. Wakaendelea kutembea na Jesus wakienda kijua Jesus atasaidia nani? At home, everyone was outside crying, but Jesus wasn't sad. Father wasn't sad. Jesus would help the little girl just as he promised. Nyumbani, kila mtu alikuwa analia. Mnasikia? Kila mtu alikuwa analia, lakini Jesus hata hakuwa na huzuni. Baba yake na huzuni, alikuwa ali tena. Juu alijua Jesus atafanya nini. Jairus alikuwa ameahidi. Bila alikuwa amefanya nini? You know, when Jesus promised you something, lazima afanye. When Jesus promised to do something to you, he must fulfill that promise. He must do what? He must fulfill the promise. He must fulfill the promise. Jesus went into her room. He gently took her hand. Take her hand. With her hand was Jesus said, little girl, I tell you to stand up. Jesus alienda tu polepole, wakaenda kwa room. Akasema polepole na sauti ya upole, sauti ya upole na ya upendo. Akasema, little girl, amka. Little girl, amka. Little girl, nimekuamuru uamke. Mnasikia? Nimekuamuru uamke na usimame kwa miguu yako. Mnasikia? The little girl opened her eyes and stood up. She began to walk around. Yule msichana akaweza kuamka, akiwa anazunguka, akaanza kutembea, watu wanamuona. She walked over to Father and smiled. Akatembea karibu na baba yake, akamsmailia baba yake. Mnasikia? Mnaona vile alismailia baba yake? Akasmailia baba yake. Then she turned to her mother for a hug. Akaenda kwa mama yake, akahug mama yake. Nani anahagi mama yake? Yeah, good children. Aya. The little girl was alive again. Yule little girl akawa amefanya nini? Amepona. Amefanya nini? Amepona. Thank you, Jesus. It was a day they would never forget. God is so powerful. He loves to help us. Wakasema, thank you Jesus, asante Mungu. Imekuwa siku nzuri sana na hatutawahi sahau. Si ukifanya kitu nzuri kwa usahau. Nimesema tusahau birthday za watoto wetu. It was a very beautiful day for us. Hatuwezi sahau. Sasa wakasema asante Mungu, hii ni siku nzuri sana hatutasahau. Wewe uko na nguvu na unaweza kutusaidia sisi sote. Amen. Amen. So, thank you Jesus for helping me when I need you. Yoni, say together, thank you Jesus for helping me when I need you. Thank you Jesus for helping